tunaiharibu dunia yetu. Tunajionea wazi athari za matendo yetu wenyewe na mabadiliko ya tabia nchi yanavyotukabili. Ni muda sasa wa kulifanyia kazi janga hili. Naitwa Ghamid Abdulbasat, ni rafiki na mtaalamu wa sayansi ya mazingira. We're joined now by Ghamid Abdulbasat. I'm speaking on behalf of the Global Youth Biodiversity Network. Binafsi sipendelei kujadili matatizo ya hali ya hewa pamoja na changamoto zinazokumba mazingira yetu katika ofisi na vyumba vya mikutano pekee. Kutunza mazingira yanakupa reward. Tuko tunafuatilia hata ndege walio hatarini kutoweka duniani. Kupitia Sauti ya Kijani na kutana na watu mbalimbali, kujua changamoto ambazo wanakumbana nazo. Legeza kidogo. Kazi pia sio ndogo. Jiunge nami tupate mafunzo katika Sauti ya Kijani. Habari na mambo vipi? Karibu katika Sauti ya Kijani. Mimi naitwa Ghamid Abdulbasat, nitakuwa mwenyeji wako katika vipindi vyote vya Sauti ya Kijani. Je, wafahamu ya kuwa Tanzania ina spishi zaidi ya 55,000 za wanyama pamoja na kumiliki theluthi ya aina za mimea iliyokuwa duniani kote? Naam. Hili linafanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi tajiri mno wa bayoanuai. Yote yanaanzia kwenye mashina ya miti pamoja na ukijani wa majani wenye kusafisha hewa yetu, wadudu waliopo ardhini hadi wale wachavushaji wanaotajirisha uzalishaji mashambani kwetu. Kadiri tunavyokuwa na bayoanuai ya kutosha, basi ndipo tunapojihakikishia ustawi wa mazingira pamoja na hali ya hewa yetu. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba tumekumbwa katika miongo kadhaa iliyopita na athari ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo imeweza kuathiri mpaka mifumo ya namna tunavyoishi. Umoja wa wanasayansi au umoja wa kimataifa katika uhifadhi wa mazingira unatueleza ya kwamba Tanzania imepoteza theluthi ya bayoanuai katika nchi hii. Theluthi hiyo imeweza kuathiri mfumo wa ekolojia pia. Naam, mfumo wa ekolojia. Nini maana ya mfumo wa ekolojia? Una umuhimu gani mfumo wa ekolojia? Na je, tunaweza kuutunza na kuhifadhi? Tutajifunza zaidi katika vipindi vyetu 5 vya Sauti ya Kijani. Lakini kabla ya hayo, naomba kwanza nijitambulishe kwako. Binafsi tangia mdogo nilikuwa napendelea kuwa rubani. Mzazi akanishauri nichukue kozi ya mazingira. At this further, we're joined now by Ghamid Abdulbasat. So the climate strike was actually due to the airport. Mr. Basat, thank you so much for being with us. Just give us a little bit of the background. Ni rafiki, mdau na mtaalamu wa sayansi ya mazingira. Yote haya yametokana na mimi kusomea sayansi ya mazingira chuo cha Sokoine. Pia nikagundua matatizo mengi ambayo nchi yetu inakabiliana nayo ya kimazingira. Basi nikaamua kuanzisha kampeni na taasisi za kimazingira, ikiwemo zile ambazo zinawafundisha vijana kuelewa nini maana mazingira, sayansi yake, nini wanaweza wakabuni katika kutunza mazingira yetu, lakini pia sauti zao kupazwa zaidi, kusikilizwa na kushirikishwa kwenye sera za mazingira. Kuna haja ya kuona tatizo liko wapi kwenye jamii yako. Nje ya nadharia niliyojifunza darasani, binafsi nikaamua kutembelea zaidi vijiji vya hapa nchini Tanzania, kujifunza na kuelewa zaidi changamoto na athari za mabadiliko ya tabia nchi yalivyoathiri maeneo haya ya nchini Tanzania pamoja na majawabu ambayo wanakijiji wamekuja nayo. Hapa tupo Singida. Singida nitakutana na walima pamba, nitakutana na mabalozi wa mazingira pamoja na wafuga nyuki na wengine wengi. Lakini pia kituo cha kwanza tuko hapa Sasilo. Sasilo kuna nini? Nyuma yangu hapa kuna kamati ya mazingira. Kamati hiyo ya mazingira inasema inaandaa ramani. Ramani hiyo inataka ielezee jambo gani? Lakini pia usisahau kwamba mimi nina kibali cha kuingia humu ndani. Basi twende ndani tukajifunza zaidi kuhusiana na hiyo ramani ambayo wanakijiji wanaichora. Nimekuja hapa kwa ajili ya sisi hapa kusaidiana kwa ajili ya kuchora ramani ya kijiji cha Sasilo. Tungeanza labda kuangalia maeneo ya muhimu hasa kwenye masuala ya mazingira. Kabla nifika mahali mpaka kuna mto. Huyu ni Vistan Tuli, ni mtaalamu wa kuchora ramani ya kijiji inayoweza kubaini mambo mbalimbali ya kimazingira. Kwa kawaida, kamati za mazingira katika ngazi ya kijiji zinashirikiana kupanga mambo mbalimbali yanayohusiana na mazingira na kuziwasilisha katika ngazi ya wilaya.
Mama Pili ni mwakilishi wa mwenyekiti wa kijiji na Robert ni mmoja wa wazee wa kijiji. Karibu tukapate kujua zaidi kuhusu mambo mbalimbali yanayohusiana na kijiji hiki. Umepita hivi tuseme, umeenda Kisingisi. Huu ndo mto Kizigo. Kuna bonde moja ambalo limekuja Joshua sili hapa. Weka hivi. Okay, sawa, ile limepita hivi. Nalo vile vile na mmomonyoko wa udongo. Limeenda hivi. Hapa kwenye msitu wa Chihondo kuna tatizo gani ambalo lilitokea hasa kwenye masuala ya kimazingira? Matatizo yaliweza kujitokeza ni kwa sababu tu wachungaji waliingia pale. Uvamizi kawa wanachunga pale kwenye hiyo sehemu ya msitu, pia watu wakafyeka upande. Kama tulivyoona tumesema kuna changamoto nyingi ambazo zipo hapa katika msitu. Habari ni jamani. Salama. Karibu ndugu. Asante sana mwenyekiti. Naona kuna vitu vingi sana kwenye hii ramani hapa. Labda kidogo unaweza kutuelezea ina maana gani na inajaribu kuelezea kitu gani? Tuko hapa kamati ya mazingira pamoja na Vista. Tumeiandaa hii ramani ya kijiji chetu kwa ajili ya kuangalia changamoto za kimazingira. Kule kuna poli ilikuwa hifadhi, isipokuwa lilivamiwa likabaki nusu, linafanya kazi ya ufugaji nyuki. Naam, tumegundua katika ramani yetu hii ya Sasilo kuna changamoto ya ukataji miti pamoja na uchomaji miti ambayo pia ilipelekea upotevu wa mizinga ya nyuki, na ndio maana tutakutana na mzee Sale katika kipindi kijacho kuelezea zaidi katika utunzaji huo wa nyuki. Lakini pia changamoto nyingineyo katika kijiji hichi ni kwamba kuna mmomonyoko wa udongo katika mabonde yake ya maji. Sasa ningependa sana kujua zaidi kuhusiana na changamoto hii ya mmomonyoko wa udongo. Je, ndugu wanakamati ya mazingira, ningependa kunipeleka huko na mimi nikashuhudia? Ndio. Basi nashukuru sana. Basi twendeni. Changamoto zinazotokana na kufanya shughuli pembezoni mwa mito ni tatizo kubwa katika nchi yetu. Mapambano dhidi ya tatizo hili yanafanana na hapa Sasilo. Jamani, naona mmomonyoko wa udongo umekuwa ni wakasi sana. Naiti mzee wangu, sababu ya hivi vitu ni nini hasa? Kwa sababu mmomonyoko naona umekuwa ni wakasi sana. Kulikuwa na miti mingi sana hapa. Ndio. Huu mmomonyoko umesababishwa na mifugo. Pia 1998 huo mwaka ulikuwa wa El Nino. Ni kweli kabisa, ni kweli. Labda pia naona kuna njia nyingine imejitengeneza pale ya huu mto. Je, nao ni mto eti? Hapana, huu ni mmomonyoko pia ulisababishwa na watu kwa sababu ya kuchimba udongo. Ndio. Kwa ajili ya kujengea nyumba za tembe kama ile pale unaiona pale. Wanachukua ule udongo wanaweka juu kule kama bati. Kama bati, basi inakuwa nyumba haivuji. Haswa na ukataji wa miti ovyo kutokana na shughuli za kibinadamu kama shughuli za kilimo, lakini na kuanzisha makazi. Hii pia ni sababu kubwa sana kama unavyoona, kwa sababu miti huwa inasaidia sana. Mmomonyoko unapelekea matokeo hasi. Wakati kingo zenye rutuba za mito zinapomomonyoka, husombwa na maji kirahisi. Matokeo yake inapelekea miti na mimea kushindwa kukua. Uhaba wa mimea huathiri maisha ya wanyama, mifugo na hata binadamu. Udongo kuwa mgumu na wenye kushindwa kunyonya maji husababisha mafuriko. Ufugaji holela pamoja na mmomonyoko wa udongo unapunguza uzalishaji katika sekta ya kilimo na hatimaye kuathiri uchumi wa ndani. Madhara yote haya yanapaswa kuchukuliwa hatua stahiki haraka iwezekanavyo hapa Sasilo. Hata Bwana Vista, utueleze, changamoto zimekuwa ni nyingi sana za mmomonyoko huu wa udongo, mengineyo katika kilimo tumezungumzia. Sasa masuluhisho gani ambayo umekuja nayo, majawabu gani ambayo umejaribu kuwatafutia hawa wanakijiji hapa? Sisi kwanza naweza nikashauri kwamba tupunguze shughuli za kilimo pembezoni mwa mto. Kama unavyoona hapa, kuna shughuli nyingine za kilimo ambazo zinasababisha mmomonyoko wa udongo. Lakini pia kuna ufugaji holela. Kuna mifugo mingi sana kama unavyoiona kule inakuja inakunywa maji kwenye chanzo cha maji ambayo inasababisha mmomonyoko wa udongo. Lakini tukipunguza hivyo, manake tuandae na tutenge maeneo kwa ajili ya malisho, lakini pia tutenge maeneo kwa ajili ya monyesheo. Hii itapunguza makundi ya mifugo kuja mtoni. Lakini pia cha mwisho ambacho nataka kushauri kwamba tupande miti ambayo ni rafiki pembezoni mwa mito ambayo itakuwa inazuia
mmomonyoko wa udongo. Tumeona miti mingi sana hapa ya zamani ipo inashikilia ule udongo usibebwe na nini? Na maji. Lakini ukataji wa miti unasababisha maji yabebe udongo. Sawa kabisa, ni kweli. Na sasa labda kwa masuluhisho ambayo Bwana Vista ameeleza hapa, nyinyi wana kijiji jamani, watu wa Sasilo, watu wa Mto Kizigo, mnaonaje haya majawabu ambayo kajaribu kuyatoa hapa? Je, yatafanya kazi katika kijiji chetu? Ndiyo, yatafanya kazi, na mengine pia yameanza kutekelezwa kama upandaji wa miti na kuwaelimisha wananchi juu ya kulima, warudi nyuma kule. Elimu inaendelea na mafunzo ya elimu yaendelee. Wataelimika, tunajua watatuelewa tu. Sawa kabisa. Labda mzee, unacha kuongezea kutokana na masuluhisho ambayo yametajwa na uwezekanaji wa haya masuluhisho yaliyozungumziwa hapo? Unusuru mmomonyoko kama sera zinavyosema. Kama sera zinavyosema. Alafu vile vile hawa watu wa kando ya bustani humu pembeni ya mto wanatakiwa wapande miti. Na miti ishaandaliwa, iko tayari. Kwa hiyo na watu wameshaelimishwa, wako tayari. Uchimbaji wa visima tena vile vile upungue kwa ndani ya mto, kwa sababu ndio unasababisha mmomonyoko wa ardhi ya mpanuka kwa mto. Basi mimi nashukuru sana kwa kunipa hayo mawazo yenu pia. Asante. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru sana. Asante. Mara baada ya ramani kuchorwa na changamoto kujadiliwa, hatua zinazofuata ni kutambua mambo yapi yenye kipaumbele na kuweka mikakati jinsi ya kuyatatua. Hatua kwa hatua, mpango kazi unaweza kuandaliwa hadi kutekelezwa. Kwa miradi mikubwa, maombi ya bajeti yanaweza kuwasilishwa kwa ngazi ya wilaya. Nimefurahishwa sana kuona jinsi kamati ya mazingira ya Sasilo inavyoshirikiana kwa hali na mali katika kutatua changamoto za kimazingira. Kutumia ramani ya kijiji kwa ajili ya kutambua changamoto za kimazingira ni wazo zuri linaloweza kuleta ufanisi kwa haraka. Tumejionea jamani changamoto za mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameathiri hiki kijiji cha Sasilo. Lakini pia tumeona majanga ambayo yakuta mto huu wa Kizigo. Lakini moja ya suluhisho ambayo tumezungumzia hapa ni upandaji wa miti. Sasa basi, katika kipindi kijacho tutakutana tena kuzungumzia zaidi kuhusiana na upandaji wa miti kama suluhisho la kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Asanteni sana.